Leo tunaicheki hii sehemu ya 7. Hebu isikilize kwa umakini. Sasa tusipoteze muda, ila ngoja nikukumbushe tu kwamba Isla na Darius wapo na mpango mmoja mkubwa kinomani. Hawa wanahitaji kuwa wapenzi, ila wapenzi wa kuigiza. Mpango wote unaojua katika episode iliyopita tulizungumzia vibaya mno huo mpango. Sasa lengo la kufanya hivi ni kumharibu kabisa akili Allison, asielewe kabisa kinachoendelea. Si unajua Allison huwa anamlipa mtu kwa ajili ya kuwarekodi hawa watu ili mradi awaposti huko mtandaoni, awatrendishe tu kwa mabaya. Sasa yule kameramani awamu hiyo alikuwa na kazi nzito sana. Huyu kameramani aliendelea na majukumu yake kama kawaida. Yeye alikuwa anapiga picha na kuwarekodi sehemu zote zile. Lakini kwa awamu hii ilikuwa ni tofauti. Hawa watu walikuwa wakitembea kwa furaha pamoja, walikuwa wakisoma pamoja, wakila pamoja. Yaani walikuwa na momenti za furaha tu. Ni kama wapenzi wa ukweli kabisa. Ni ngumu kutofautisha. Basi ripoti zikafika na video zote zikapelekwa kwa Allison. Allison alishtuka huyo, akamuuliza mchizi, "Kwa hiyo hizi ndo video mnazoniletea?" "Ndio bosi, tumepata kila kitu, matukio yote walioyafanya. Sasa hivi mnaanza kunizoea Asa, ndio video gani hizi mnazileta kwangu? Hivi nimewalipa kwa ajili ya hiki au?" Video yao wakiwa wanatembea pamoja, wanakula pamoja, wanasoma maktaba. Kuna nini? Au mnangoja nilete video zao mimi? Hapana, na samahani boss, lakini hicho ndo kitu ambacho walikuwa nakifanya. Hakuna chengine zaidi. Kwa hiyo unaniambia hakuna ugomvi, hakuna mabishano, hakuna chochote? Yaani vyote hivyo hakuna? Hakuna boss. Wanaonekana kama wanadeti kweli. Haiwezekani. Haiwezekani. Msichana yule anamchukia kabisa Darius. Na Darius hata hajui kumtongoza mwanamke. Labda kuna jambo linaendelea. Usiponiletea kile ambacho ninakulipa, basi nahakikisha naharibu kazi yako. Sijui umenielewa? Haya, toka hapa mbele yangu. Basi mchizi huyo akanyosha. Akafunga kamba za viatu walete. Ikabidi tu waende kufanya alichoambiwa. Kwani huyu mjamaa na matatizo gani? Nadhani hii ni mbinu tu. Mbinu gani? Njia ya kujituliza. Walichoka kugombana, wakaamua kuwa marafiki. Hapana, hilo litaharibu kila kitu. Tangu uanze wa rafiki huu, akaunti yetu imepoteza kabisa umaarufu. Hatupati tena followers wapya wala nini. Basi tunapaswa kufanya nini? Mimi nafikiri nina wazo. Basi ndugu washaanza kugundua hawa. Hebu tuachane nao. Upande wa pili kuna hawa wapenzi feki, yani Darius na mwenzake bwana Isla. Sasa wanapiga story tu hapa, wanakumbushana baadhi ya mambo na kuwekana sawa. Kuwekana sawa jamani ni kuelekezana. Basi wanaambiana mambo kadhaa. Binti atasema kwamba mpango wetu umefanya kazi na sasa hivi hatupo tena gumzo la chuo kama zamani. Ila Darius akasema, "Sidhani kama Allison atafurahia hii hali." Na iweje? Hilo mimi alinihusu. Ina maana bado nataka kutoka kimapenzi na Allison? Bila shaka. Ila alinipa miezi 3. Sasa tupo katikati ya mwezi wa 2. Kwa hiyo bado na matumaini ya kuwa naye? Ndiyo. Na huu ndio uliokuwa mpango wangu tangu mwanzo. Nilidhani umebadili mawazo yako. Hapana, baada ya yote alionifanyia, ungezani mimi naweza nikaondoka kiurahisi? Lakini bado ninamhitaji. Yaani Isla namhitaji kivipi? Yaani anampenda kweli au ndo nataka naye kumchezea? Kumchezea. Ndo nataka kumtumia. Ila siku inayofuata mapema sana, huyo binti, yani Isabella yupo na marafiki zake wawili. Sasa cha kushangaza hapa, marafiki zake wanamjia juu kinomani. Wanamuuliza kwamba, "Mimi nilikuwa nafikiri umeanza kumpenda Darius." "Nini?" "Hapana." "Na kwa nini nimpende?" "Mimi sijui, ila naona mnaendana tu." "Kweli?" "Namwona tofauti na mwanzo. Ni mtu mzuri. Lakini mimi sidhani kama upo sahihi." "Kwa hiyo Isabella, unataka kuniambia kwamba lengo lako bado ni Allison?" "Ndiyo, bila shaka. Nafanya haya yote ili mradi ajisikie wivu tu." Jamani ndugu zangu, kuna kikao cha dharura kuhusiana na huyu binti Isabella, yani Isla. Ananichanganya ujue. Sasa hivi hapa katoka kusema kwamba yeye ana date na Darius kwa sababu tu ya kumfanya Allison asikie wivu. Yani serious kabisa. Allison asikie wivu wa mapenzi. Sasa kwa hiyo anampenda Allison serious kabisa. Ndio anavyotaka kumaanisha huyu. Haya, basi mwenzake akasema kwamba ila kama anachokizungumza kina uhalisia ndani yake,
Ni kama vile jana nimeona ishara kuhusu Harrison. Ndiyo, na nimesikia kwamba amekuwa na hasira siku hizi kinoma yani. Inawezekana ana wivu. Wakati wapo katikati ya story, mara ghafla simu ya Isla inaingia ujumbe. Kufungua, ujumbe unasema kwamba ni mwaliko katika hoteli moja kubwa ya kifahari hapo mjini. Mwaliko wa lunch. Hey, na mwaliko unatoka kwa nani? Jina ni Harrison. Hey! Ndugu zangu mmesikia hiyo Hey, doti nyingine. Ni kweli Harrison amemwalika huyu binti katika hiyo sijui sherehe sijui niseme nini, ila kwa nilivyoelewa Harrison ameomba toke dating na Isabella, yani Isla. Hey, ila mbona kama mimi naingiwa na mashaka, yani huyu Harrison ambaye namjua mimi. Hey, anyway tusiajaji hayo kwa sababu ndivyo ujumbe unavyoongea hivyo. Ujumbe ulivyokuja ndivyo nasema unatoka kwa Harrison, na Harrison ndio aliomba iko kitu. Kwa hiyo tuendelee na story. Basi mabinti wakapongezana pale, wakafurahi kinomani, wakalukaluka, shangwe nyingi eneo la tukio. Sasa leo bwana, binti anakula makeup kinoma, mashoga zake wanamremba, wanamsifia kinoma, shangwe ni nyingi. Ombi lake lile ambayo alikuwa aliomba kwa muda mrefu linaenda kutimia sasa. Harrison kaona wivu na labda akamuita huko akamapproach. Hivyo ndivyo akili zake zinavyomtuma. Sasa baada ya kula makeup nzito, Isla kauliza mashoga zake, ninaonekanaje sasa hivi? Umevaa vizuri sana, unaonekana mrembo kweli yani. Hebu tupige picha. Sawa, siwezi kusubiri Harrison akuone, atakupenda zaidi. Jumuki akasema, subirini kidogo. Mnasema Harrison kweli amemwalika Isla kwenye dina? Ndiyo, katika mgawa wa kifahari kabisa wa gharama zaidi hapa katika huu mji wetu. Hey, Jumuki akashangaa. Inawezekanaje? Ndiyo, hiyo ndo nguvu ya Isla. Ana uwezo wa kuwafanya watu waanguke tu kwa ajili yake. Ila Jumuki aliwauliza swali moja la msingi sana. Aliwaambia kwamba mlihakikisha kweli ni Harrison, kwa maana siku hizi watu wengi sana wanao uwezo wa kutumia akaunti bandia. Wakasema ndiyo, tulihakikisha ni yeye kabisa, hakuna mwingine zaidi yake. Basi Isla akasema kwamba ni saa 1 sasa hivi nakaribia, basi mimi natakiwa niwahi huko. Wakaagana pale na nini. Basi madua ni mengi sana eneo la tukio, wanamwombea Isla aende salama, pia ikiwezekana huko anapoenda Mungu amfanyie neema, aweze kuwa mke wa Doni. Aya, basi ule siku wa kumbukumbu kwa Isla ukafika, yani akawahi eneo la tukio mapema sana, lakini anafika tu alitoa macho kinomani baada ya kumuona Darius amefika katika eneo lile, amekaa katika ile meza ambayo yeye ndo amealikwa. Akashangaa, akamuuliza unafanya nini hapa? Darius akasema hilo swali ni bora ningekuuliza wewe. Binti akasema mimi nimealikwa na Harrison, ameniambia nije hapa kwa ajili ya kupata chakula cha jioni na yeye. Akasema pia kwamba mimi nimealikwa na Harrison huyo huyo pia. Sasa wakati wote wanashangaa, mara akafika mhudumu eneo lile na kuwakabidhi kimemo. Hiko kimemo kimeandikwa kwamba kimetoka kwa Harrison. Mimi nilitaka kushangaa eti Harrison huyu namjua mimi atoke dina dating na Isabella. Nilitaka nishangae. Haya bwana, ukweli si mmeuona. Hebu tumsikilize nasemaje. Basi ile barua kutoka kwa Harrison inasema hivi: karibuni enyi wapenda nao, hamkupata nafasi ya kusherehekea mwezi mmoja wa mahusiano yenu, hivyo basi usiku huu wa leo mtafanya hivyo. Kuleni chochote mnachokitaka, furahieni kumbukumbu ya mwezi wenu mmoja. Na barua kaishia hapo. Watu waamini kilichotokea. Yani kivipi sasa? Hawataki kuelewa kabisa kinachoendelea ujue. Hata ingekuwa wewe usingeelewa hii hali. Embu ngoja kwanza na tusikilizane. Hii barua kutoka kwa Harrison inasema hivi: kuleni nafanyeni chochote kile mnachokitaka kuhakikisha kwamba mnasherehekea katika hii siku ya miezi yenu, sijui miwili, sijui mmoja, sijui umeelewa, kwamba wale chochote kile wanachojisikia. Sijui ndo atalipa. Anyway, tusiajaji hayo, story itatuambia. Isla katika hali ya kuchanganyikiwa atasema, kwani huyu ana maana gani? Darius atasema mimi sijui. Mhudumu akasema kwamba karibuni na mnaweza kuagiza chochote kile mnachokitaka. Kila kitu kimeandaliwa kwa ajili yenu. Basi misosi na vinywaji kibao vikaletwa mezani. Yani wao tu wale wasaze, wale chochote kile wanachojisikia. Jamani ndugu zangu, nawakumbusha tena, hii ni hoteli. Kibongo bongo tunaweza tukaifananisha na Serena Hotel, yani nyota 5. Ni kama hii. Alafu wanaambiwa wale chochote wanachojisikia, kuna mtu atalipa.
Hey, haya basi, wakala wakamaliza kila kitu, wakasafisha hadi ndomo zao. Sasa wakiwa wanajiandaa kuondoka, mhudumu akaja ghafla akashusha bili mezani. Hey, bili imeletwa. Wanatoa macho. Hii bili ni ya kwetu? Bili imeletwa baba, imekuja mezani, wailipia hiyo bili. Hey, mimi nilisema hey. Basi kama upo tayari kuendelea na episode inayofuata, basi subscribe, turn on notification bell, au comment hapo, like, alafu tuendelee katika episode inayofuata hapo baadaye. Mpaka wakati mwingine, bye.